Rais Ruto alikariri kwa kusema kuwa bima ya afya kwa wote almaarufu UHC ilikuwa sawa na ya manufaa kwa Wakenya. Kiongozi wa taifa alisema alipokuwa katika ikulu ya Nairobi katika hafla ya kuapisha mawaziri walioteuliwa na waliopigwa msasa na bunge la taifa na kupitishwa na bunge. Aidha alisitiza kuwa taifa lilikuwa limejaribu kuendesha mfumo wa matibabu nchini Kenya, akisema kuwa kwa serikali zilizopita zilijaribu kwa hatua kubwa kufanikisha mpango huo. Rais alisema kuwa uongozi uliopita ulifanya bidii na jitihada kuhakikisha kuwa angalau mfumo huo unafanikiwa, lakini kwa namna moja au nyingine malengo lengwa haya kufikiwa. I've talked about universal health coverage. Ngilu tried, Professor Anyang' Nyong'o tried, the Jubilee administration, we tried. But I want to tell you, this is the moment. This is the administration. This broad-based government is the one that is going to deliver on universal health coverage. Under this program, we now have 21 million Kenyans. And you know what? On my dashboard here, every day, between 45 and 50,000 Kenyans register voluntarily, because many Kenyans have begun to experience that it is working. Na wakati huo amewashauri mawaziri na makatibu wakuu wapya kujikita katika kuhudumia Wakenya na kuepuka sarakazi na michezo ya pembeni na uhusiana na nyadhifa za juu za serikali. Rais amewahimiza kutekeleza majukumu yao kikamilifu katika wizara na idara zao za serikali bila kuyumbishwa na kelele au vishawishi vya nje. I trust you possess the knowledge, experience and resilience not only to endure the demands of your new roles, but to serve the people of Kenya with diligence, loyalty, integrity, and compassion. I am confident that you understand this context better than most, not only because you experienced it during vetting, but also because you made the significant life and career decision to join government at a time when public expectations are exceptionally high. Every day, we face numerous diverse and forceful allegations, accusations, and demands. We must take them seriously, always remembering that as the executive, we are the trustees of the people and ultimately accountable for the use of public authority and public resources. Aidha, kiongozi wa taifa amebainisha kuwa uteuzi huo mpya unaonyesha sura ya serikali jumuishi ambao imewaleta Wakenya kutoka kila pembe ya nchi kushiriki katika ujenzi wa taifa. Because of the provisions and the imperative of the Constitution to make sure that to the extent possible we must be inclusive. It is the only way that we can harness the talent, the energy, the ideas, and the contribution of as many of us as possible in making Kenya the country we want it to be. And that is why I have engaged in ensuring that we have a broad-based government that carries as many of us as possible. Serikali kujisatiti kufanikisha juhudi zake za kutaka marufuku dhidi ya uuzaji majani chai nchini Iran yaondolewe kwa lengo la kuwezesha bidhaa hiyo ya Kenya kufunguliwa milango tena katika soko hilo la kumezewa mate. Akizungumza alipokutana na wafanyabiashara kutoka Iran, waziri wa kilimo na ustawi wa mifugo Mutahi Kagwe alidokeza kuwa Kenya imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuhakikisha majani chai ya ubora
wa juu yanafika katika masoko ya kimataifa. Wakati wa mkutano, viongozi hao walijadili kuhusu kupanuliwa kwa fursa za biashara sio tu nchini Iran, lakini pia katika kanda zima ya Mashariki ya Kati na katikati ya bara Asia. Katika mkutano, Waziri Kagwe alikuwa ameandamana na balozi wa Kenya katika muungano wa milki ya Kiarabu Kenneth Mlimo, mwenyekiti wa shiriki la maendeleo majani chai nchini KTDA Shege. Na serikali imeteua timu maalum kufanya ukaguzi wa kina kuhusu huduma zote za upandikizaji wa figo katika hospitali za Medhill katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Waziri wa Afya Aden Duale alisema kuwa kamati huru ya wataalamu itajumuisha wataalamu kutoka vituo vya afya vya umma na binafsi, vyama vya kitaalamu pamoja na mashirika ya udhibiti kuhusika. Alibainisha kuwa timu hiyo itazingatia masuala ya utawala, taratibu za kitibabu, uzingatiaji wa maadili ya kitaaluma na itifaki za usalama wa wagonjwa. Wakati huo, Waziri Duale amewahamasisha wakazi na maafisa wawili waandamizi wa Wizara ya Afya kwa madai ya kuhusika katika vitendo vya udanganyifu na ukiukaji wa maadili katika huduma za upatikanaji wa figo katika hospitali ya Medhill mjini Eldoret. Hospitali hiyo kwa sasa inachunguzwa kwa madai ya kufuna figo kutoka kwa Wakenya maskini wanaolipwa takriban shilingi 1294, kisha viungo hivyo kuuzwa mataifa nje kwa takriban ya shilingi milioni 3.1 kila kimoja. Na bunge la kitaifa limepanga zoezi la ukusanyaji maoni kutoka kwa umma kote nchini kuhusu mswada wa marekebisho ya katiba ya taifa, mswada wa bunge la kitaifa nambari 4 wa mwaka 2025. Sheria inayopendekezwa inalenga kuingiza rasmi katika katiba mfumo muhimu ufadhili wa serikali kuu ambao ni fedha za ustawishaji maeneo mbunge CDF, fedha za utekelezaji wa usawa wa serikali kuu NGF na mfuko wa usimamizi wa seneti unaopendekezwa. Spika wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Daktari Moses Wetangula alisema kuwa kamati ya ratiba ya bunge pamoja na kikundi cha kisheria cha bunge la kitaifa wameamua kufanya zoezi la ushirikishaji wa umma katika kaunti na maeneo bunge yote kuanzisha Mei tarehe 5 hadi Mei 7 mwaka 2025.